pia amezungumza Ibn Hajar al-Faqih al-Haythami katika kitabu au risala Shan al-Ghara, anasema as-sadr al-awwal, kile wale watu wa mwanzo, kizazi cha mwanzo, la yuqalu illa ala salaf, halitamki sadr al-awwal, kitamko sadr al-awwal, kizazi cha mwanzo. Tamko hili halitamki illa ala salafi, isipokuwa kwa salaf, wa hum ahlul quruni thalatha, na hao salaf ni wale watu walioishi katika karne tatu. Al-awwal, zile karne tatu za mwanzo, alladhina shahida lahum an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, bwana mtume amwashuhudia bi annahum khairul qurun, kwamba wao ndio bora ya karne zilizoishi katika ulimwengu baada yake bwana mtume sallam, au wakati wa bwana mtume Muhammad sallam. Wa amma man ba'dahu, ama wale waliokuja baada yao, fala yuqalu fi haqqihim dhalik, waliokuja baada ya karne tatu hao hawaitwi salaf wala hawaambiwi sadrul awwal baada ya karne tatu. Paka hapa haya ni maneno ya wanazuoni yanaonyesha kwamba neno salaf katika istilahi limetumika kwa maana ya masahaba na wale waliowafuata masahaba kwa wema katika zile karne tatu. Na asalafi ni yule mtu anojinasibisha na madhhabu ya hao wema walioishi katika karne hizo tatu. Zimekuja athari mbalimbali kutoka kwa masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam zinazoonyesha kwamba neno salaf, wale masahaba wenyewe baadhi yao walilitamka tamko illa salaf kwa wale waliotangulia. لقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه كتب ومعمر عن أيوب عن القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم. الإمام عبد الرزاق الصنعاني كتك مصنفه جلد وتاتو أثري يستنتيسا أنا سيما كتوك زيد بن أرقم. زيد بن أرقم لصحابة أنه رأى قوما يصلون بعدما طلعت الشمس. زيد بن أرقم aliwaona watu wanaswali baada ya kuchomoza jua, jua limenyanyuka kidogo, yani baada tu ya kuchomoza, punde tu kuchomoza wakawa wameswali. Faqala law adraka haula'i as-salaf al-awwal, law adraka haula'i as-salaf al-awwal, law hawa wanaoswali tu baada ya kuchomoza jua wengedirikiwa na salaf wale wa mwanzo, alimu, basi wale salaf wale watangulizi walotangulia wa mwanzo wengejua anna ghaira hadhihi as-salat, kwamba isiyokuwa swala hii khairun minha, ni bora kuliko hii. Kisha akasema salatul awwabina idha ramadat al-fisal au idha ramadat al-fisal. Akasema swala ya watu al-awwabina ni ile swala yani inaswaliwa baada au wakati ambao ngamia mtoto akitembea kwenye mchanga apata mvuke, apata umoto, kwa maana ni bora kusubiri jua lipande zaidi ndio waswali. Mahallu shahidi ni wapi? Mahallu shahidi ni ile tamko law adraka haula'i salafu al-awwal, law hawa wengeridirikiwa na salafu wale wa mwanzo.
huyu ni sahaba, yeye amechelewa, anaona watu kuna jambo wanakwenda kinyume, anasema hao wengedirikiwa na salaf. Kwa sahaba anatamka tamko la salaf kwamba ni watangulizi katika dini hii ambao ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia maneno haya ameyatamka Ibn Abbas alipomwambia Maimun ibn Mihran, qala Ibn Abbas ya Maimun, ewe Maimun, la tasubbu salaf, usiwatukane masahaba, la tasubbu salaf, usiwatukane masahaba, wadkhulil jannata bisalam, usiwatukane masahaba upate kuingia peponi kwa salama, au utaingia peponi kwa salama endapo hutowatukana masahaba. Mtumia neno salaf. Ibn Abbas anawakataza au anamtahadharisha Maimun ibn Mihran, la tasubbu salaf, usitukane salaf, usitukane as-salaf. Na mfano wa haya kwa maneno kama haya yamezungumzwa na wasiokuwa masahaba. Maneno ya Ibn Abbas ya wazi, ya Maimun ibn Mihran, la tasubba as-salaf, la tasubba as-salaf, usiwatukane as-salaf. Maana akimwambia yeye peke yake usiwatukane salaf, kifanya hivyo itakuwa ni sababu ya kuingia katika pepo ya Allah tabarak wa taala. Athari hii ameitaja al-Imam al-Lalakai katika Sharh Usul al-I'tiqad, ambao ni athari ya 2355, Abu al-Qasim Hibatullah ibn al-Hasan الإمام اللالكائي amekufa mwaka 418 hijiria rahmatullahi ta'ala alayhi. Lakini amesimulia وحكى ابن بطال في شرح البخاري. البطال ni Abu al-Hasan Ali bin Khalaf ambaye amekufa mwaka 449 hijiria. Anasimulia kutoka kwa al-Imam Abi Hanifata annahu qala, al-Imam Abu Hanifa anasema, laqitu Ata, man likutana Ata ibn Abi Rabah bi Makkah, katika mji wa Makkah. Fasaltuhu an shay'in, nikamuuliza Ata ibn Abi Rabah, katika matabi'i wakubwa waliosoma kwa masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, nikamuuliza an shay'in, kusana kitu katika dini. Faqala min aina anta, Ata ibn Abi Rabah anamuuliza Abu Hanifa, wewe watokapi? Baada ya kumuuliza swali, tizama, hii ndio fahamu waliokuwa nao watu waliotangulia. Alipomuuliza swali akamuuliza, wewe unatoka wapi? Qultu, anasema Abu Hanifa, mimi nikasema, min ahli al-Kufa, ninatoka kwa watu wa Kufa, Iraq. Qala anta min ahli al-qaryati alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a, wewe watoka kwa wale watu ambao, watu wale wa kile kijiji ambacho kimefarikisha dini na wakawa makundi. Iraq huko Kufa ndio asili ya makundi takriban yote. Fitan nyingi zimetokea Iraq, wewe watoka huko? Qultu, Abu Hanifa asema, nikasema naam. Qala min ayyi asnafi anta, wewe watoka kwenye kundi lipi? Hajajibiwa swali. Kwa siku hizi hata kwenye interview, kwenye kujaza fomu, unaambua Muislamu, wakati mwingine unaandika madhehebu gani, na sasa pale Sunni. Kama Shia utasema Shia, tajua mwenyewe.
Wewe Muislamu sawa, wewe Muislamu gani? Sufi, Salafi au nani? Usione haya maswali, kwa sababu kuna watu wana harakati, unajua wana harakati wengi hawasomi. Wana mihemko tu, wapenda tu dini lakini hawasomi. Msione hawa watu wote kina Ata ibn Abi Rabah, wanafunzi wa masahaba walikuwa wajinga kwamba ni Uislamu tu bwana, huwa samakumul muslimina wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ndio kabla ya makundi ilikuwa ukiulizwa ni Muislamu yatosha. Lakini Ata ibn Abi Rabah anamuuliza Abu Hanifa, wewe watoka kundi lipi? Hapa ni baada ya nini jamani? Baada ya makundi. Sasa hawa walielewa Uislamu hivi, hatuwezi kuacha hawa tukawasikiliza wanaharakati kina Ilunga, kina Bonda na wengineo. Sasa hatuwezi kuacha hawa, tutakuwa tuna vichana sisi. Bwana watu ni Waislamu tu, hapa ni Uislamu, mambo ya madhehebu yameletwa na Mayahudi. Inawezekana maneno yako ya kweli, labda Uyahudi ni sababu ya kuleta Ushia, Uyahudi unaleta kadha kweli. Lakini sababu baada ya kuwa hayo madhehebu na makundi yapo, kundi lipi la sawa? Kwa sababu hayo makundi yote jinasibisha na Uislamu. Kwa hiyo kundi lipi? Ata ibn Abi Rabah anamuuliza Abu Hanifa, min ayi al-asnafi anta, wewe watoka kwenye kundi lipi katika haya? Qultu, anasema Abu Hanifa anajitambulisha, hajajibiwa swali. Kwa hata sisi wakati mwingine mtu akuuliza ambaye jitambulishe, mtu akubijia timu, salamu alaykum ustadh, nilikuwa nina swali. Mwambie kabla hujauliza jitambulishe wewe nani. Alafu kuna maswali yakija unaanza kumuuliza, wewe ni salafi, mtu wa sunna au nani? Mimi sio salafi. Sasa wajua namna ya kwenda naye. Ayauliza au endelea. Usione huu ni mwenendo ukianza kuulizwa wakerwa. Hivi ndio walikuwa salafu wetu. Umma ushavurugika. Umma ushavurugika. Mtu akuuliza huko akurekodi hajakuomba idhini, khiana ya juu kabisa. Mtu amuuliza swali wamrekodi watuma YouTube, nani amekuruhusu? Sio khiana hiyo? Uislamu gani ni? Maneno ya mtu private waekaje mbele za watu bila idhini, nani amekuruhusu? Utakwenda kuwa ni khasimu wa watu yaum al-qiyama. Sawa umepata viewers, lakini utakwenda kuwa ni khasimu wa watu yaum al-qiyama. Hela zako zote unazipata zao viewers hazitakuwa hazina maana yoyote mbele ya Allah tabarak wa taala. Ndio wako vijana wakipiga kurekodi. Sasa wamuuliza nani wewe? Hili swali si swali jipya. Aliulizwa swali hili nani? Abu Hanifa. Ameulizwa na nani? Na Ata ibn Abi Rabah, min ayi al-asnafi anta. Angalia Abu Hanifa anajielezea, achoki kwa sababu atakajibu swali lake, akupanic kwamba watu wote wa Islam tuna swali la nini hilo. Hiyo fahamu yako wewe mwana harakati, fahamu finyu. Abu Hanifa alielewa kwamba hapa lazima uspecify kundi lako baada ya kutokea makundi. Alisemaje? Qultu, nikasema mimi natoka mimman la yasubbu salaf. Mimi kundi langu ni katika wale ambao hawatukani salaf. Ambao salaf ni nani? Sahaba. Kwa sababu uko Kufa ndo kumeoza marafiki, kwa lazima jielezee. Mimi natoka kwa wale ambao hawatukani salaf. Wa yu'minu bil qadari, na mimi naamini qadari. Mimi sio wale al-qadariyya. Wala yukaffiru ahadan bidhanbin, na mimi ni katika wale ambao hawamkufurishi yoyote kwa dhambi, yani si katika makhawarij. Hebu angalia majibu vitu vipengele vitatu. Kipengele cha mwanzo ni Rafidha Ashia, kipengele cha pili ni Al-Qadariyya, kipengele cha tatu ni Al-Khawarij. Ndio makundi ambayo yalishika hatamu makubwa yalidhihiri wakati huo. Kwa Abu Hanifa kabla ya kujibiwa ajitakasa, mimi simo katika makundi haya matatu ya kibidaa. Kwa sababu haya ni makundi yanasibisha na Uislamu, mimi simo katika makundi haya.
Ata akamwambia arafta falzam, arafta falzam, wewe umejua njia ya sawa, lazimiana nayo. Maneno kadhalika amekuwa al-Imam Shatibi katika kitabu chake al-Ittisal. Lakini pia imekuja kutoka kwa Abdullah ibn Mubarak, na amesikia maneno haya Ali ibn Shaqiq anasema, nimemsikia sami'tu Abdullah ibn al-Mubarak yaqulu ala ruusi an-nas, nimemsikia anazungumza mbele ya watu wamejaa, anasemaje, da'u haditha Amr ibn Thabit fa innahu kana yasubbu as-salaf, iache hadithi ya Amr ibn Thabit, ziache hadithi, acheni msisimulie hadithi ambazo katika ile al-isnad ile wale wasimulizi ndani yake akiwa yuko Amr ibn Thabit, hadithi ya cheni, li'annahu kana yasubbu salaf, sababu huyu alikuwa akitukana salaf. Al-Imam Abdullah ibn Mubarak amezaliwa mwaka 118 Hijria. Lakini kuna maneno mazuri al-Imam al-Auza'i Abu Amr, ambaye al-Imam al-Auza'i amezaliwa mwaka 88, yani mkubwa kuliko Abdullah ibn Mubarak. anasema isbir nafsaka ala sunna waqif haythu waqafa al-qawm وقل ما قالوا أو وقل مما قالوا أو وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعه. ميتاجا من هاي الإمام اللكائي pia ameyataja Abu Nuaim katika al-Hilya, pia ameyataja Ibn Asakir katika tarikhi ya Damashq. Al-Imam al-Auza'i anasema subiri juu ya sunna, subiri juu ya mwenendo aliokuwa nao bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, nasimama pale waliposimama masahaba al-qaum, watu masahaba. hiyo al-qaum na alif wal lam ni masahaba. Waqul bima qalu, nazungumza katika dini yale wanazungumza masahaba. Wakuffa amma kaffa, najizuilie kusema yale ambayo walijizuilia masahaba bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wasluk sabila salafika salih, nashika njia ya salafu wako wema. Haya ni maneno ya al-Imam al-Auza'i. Tumesema amezaliwa mwaka gani al-Imam al-Auza'i? 88. Al-Imam al-Auza'i anawaambia watu lazimianeni na njia ya salafu salih, ndio sabil, ndio madhhabu salaf. Anatokea mtu anasema madhhabu salafi imeanzishwa karne ya 4. Nadhani mnamfahamu, tulishamjibu meza hii, au sio? Mwenye yani ajishaua, ajione yani ana elimu bila kizungumza, lakini hamna kitu, hamna kitu sawa, hana anachojua, zungumza tu, na mpaka leo hajajua. Azungumza mada zote lakini hajajua, asema atoa namba tu. Sana mbele wewe si ujini, mbona wengine wazungumza, si useme tu. Wewe si una elimu, si sema tu. Wewe unapopenda sifa hivyo, si useme tu hapo. Kama kweli imesha karne ya 4 kitabu hichi, si useme tu. Ikiwa nataka mpaka tukae mimi na wewe, sasa yani sasa tuna haja ya kukaa wewe na yani tukae na wewe tufanye nini? Madhhabu salafi ni njia ya masahaba, haijaanzishwa karne, na tuna kipengele tutakuja kuona hii madhhabu salafi imeanzishwa na nani. Ni kipengele maalum. Maneno ya wanazuoni yamejaa tele.
mwanzilishi wake yupo nani kama yupo. Sasa al-Imam al-Auza'i anasema maneno hayo, najizuilie yale ambayo wamejizuilia, nashika njia ya salafika salih fa innahu yasauka, hiyo njia ya salafu ya kutosha au yanakutosha, akasema vinginevyo au hakika ya mambo inakutosheleza. Ma wasi'ahu, yanawatosha masahaba baada ya swala ya faradhi, mfano mwezi wa Ramadhani, hawakuwa ashhadu an la ilaha illa Allah wa nastaghfirullah, tujaisikia kutoka salafu salih. Sisi yatutosha, yanawatosha masahaba. Astaghfirullah Allahumma anta salam wa minka salam, si ndo masalafi. Mtume aliswali tarawih raka 2 waliziona, masahaba baada yake waliswali wakati wa Umar, wakati wa Uthman, wakati wa Ali. Khulafa'ur rashidin, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'd. Hatujaona. Kuna lugha niliwahi kuitaja, watu wengine wakaniambia sio vizuri kusema makelele yale tunawasikia mwezi wa Ramadhani. Sasa ikiwa zile si dhikri zilizothibiti kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na sauti twazisikia, ni nini? Jibu ni nini? Si kelele au mayowe Sasa mbona nyinyi wengine mnakuwa mnawoga wa nafsi? Sasa nikipata muda nitakuja kuwasomea maneno wanaochuoni yanaoonyesha yale makelele, tena ni fujo, zogo, ni mazogo. Hakuwa hivyo. Na ukiswali misikiti ya salafu utaona utulivu uliopo. Utulivu haupatikani katika misikiti ya watu wa bid'a mwezi wa Ramadhani. Na kuna watu wao kazi yao ile speaker ndio ileta hapa, sobe subha ya vuto hiyo, ilikani haraka ngapi? Sisi tutatosheka na yale wanotosheka nao masahaba. Manielewa vizuri maneno ya nani? Ya al-Imam al-Auza'i. vile vile al-Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi. Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi amezaliwa mwaka 204. Katika kitabu chake al-Umm ana maneno mazuri akiyasema, anasema an Abi Bakar wa Umar radiyallahu ta'ala anhuma was-salaf min ashabi Rasulillah. Anasema imekuja au imesimuliwa kutoka kwa Abu Bakari, kutoka kwa Umar, Allah waridhie, na salaf. Al-Imam Shafi'i anasema was-salafi min ashabi Rasulillah. Imam Shafi'i anathibitisha kwamba neno salaf latumika kwa masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Min ashabi Rasulillah annahum aqamu al-hudud ala az-zina